watu wanazidi kuangusha yale ambayo ni mahususi kuhusiana na dabi ya Kariakoo, moja kati ya mchezo ambao tunategemea kwenda kukutana na comeback ya kibabe, lakini hivi ni vitu vitatu ambavyo naenda kukwambia leo namna gani hii michezo inaendaga kuwa ni tofauti na vile ambavyo wengi wanakuwa wanategemea. Yaani kwa nini hii michezo huaga inakujaga tofauti kabisa na mategemeo ya watu. Sasa hivi hapa ni vitu vikubwa vitatu ambavyo naenda kukwambia kwa nini michezo mingi na dabi nyingi duniani huaga zinakuwa ni disappointed game. Kuwa na mimi. Kitu cha kwanza ni maandalizi. Michezo hii mingi ya dabi duniani, kitu ambacho watu wengi huaga wanashindwaga concentrate nacho ni pamoja na maandalizi ya michezo. So kwenye maandalizi ina depend kila timu ipo katika daraja gani. Yaani kila timu ipo katika sehemu gani au katika uwanda gani katika league. Either yupo katika uwanda ambao anategemea matokeo uhakika, yani yuko katika top level ya table, yani yuko katika nafasi ya ngapi, top 4, top 5, top 6, then ndo unakuja kuangalia na wakati ambao mpinzani wake na yeye yupo katika mahitaji gani. So nadhani mpaka hapo tushaanza kujua dabi ya Kariakoo ni dabi ya namna gani. Hii ni game ya mahitaji, ni game ambayo inahitajika kila mtu kupata chochote kitu, lakini pia angalia na wakati ambao timu inapitia wakati gani. Kuna disruption time, na kuna timu ambao zinapitia wakati mgumu, kuna timu ambayo inapitia wakati ambao inajitafuta au kujipata. So nadhani hiyo ni kitu ambayo ni key factor ambayo nyingine inaenda kuongezeka katika wakati huu. Cha pili ni attention. Yaani michezo hii inakuwa ina take attention kwa namna gani? Tension ambayo inakuwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Vitu ambavyo mara nyingi wachezaji ndivyo ambavyo wanakutana navyo mara nyingi. So kama tempo ya mchezo inaweza ikawa too high au tempo ya mchezo inaweza ikawa iko chini zaidi, hii ni kitu ambacho mara nyingi huaga inakujaga na matokeo positive. Yaani mara nyingi positivity ndio inakuwaga faida kubwa. Kitu kingine ni sababu za kiuchumi. Uchumi pia unachangia katika kung'amua michezo hii. Kuna timu ambazo zinakuwa katika rank ambayo financially zinakuwa ziko depression, kuna zingine zinakuwa ziko rise up. So mara nyingi hasa katika dabi nyingi au katika michezo mingi zaidi ambao watu wengi hawajui, uchumi huaga ni sababu kubwa sana ambayo inapelekea ya mambo kutokea. Sasa hizi unaweza kuangalia dunia ya kileo, mechi nyingi na dabi nyingi zinaingiliwa na swala la kiuchumi, kwa sababu nikupe kitu nitoe kitu, toa kitu nikupe kitu. So hii ni sababu ambayo watu wengi msije kama mkaisahau. Uchumi ni moja kati ya sehemu ambayo inaathiri sana soka. Soka la sasa linapitia vitu vikubwa vitatu: sababu za kijamii, sababu za kisiasa na sababu za kiuchumi. Mpira wa saizi umeathirika zaidi kutokana na kuingizwa kwa uchumi hasa katika mpira. Maendeleo yamekuwa makubwa, lakini siasa imekuwa ni nyingi sana. That's why maendeleo yanakuwa truly slow. As you see, leo hii tunaona FIFA namna ambavyo michuano hii inavyoendeshwa, namna ambavyo mashirikisho mengi yanaendeleza nyakati zao za mashirika yao. Tunaona kipi ambacho kinaendelea CAF, juzi kilichotokea Morocco, kipi ambacho kimeendelea katika World Cup 2010, 2018. Hao ni mambo ambayo pia tuje katika evolution ya mpira. Masuala mazima ya kijamii, tunakuja kuona namna gani mpira unavyoathiriwa na masuala mazima ya jamii, compensation, lakini pia ushirika wa soka katika jamii. Hiyo ni kitu ambacho mara nyingi watu wengi tunajisahau.